Martin. Martin mwanangu. Njoo. Unaendeleaje mwanangu? Yaani bado naumwa kabisa. Pole. Chukua chakula. Asante. Umepata dawa? Nimepata hii hapa. Okay. Martin, tumeweza kula hapo uje unywe dawa. Madawa tena. Sasa unategemea utaponaje bila kunywa dawa nayo? Tena natakiwa unywe dawa upone ili uende shule. Maana una siku 2 hujaenda shuleni. Sasa tena kumbe kuna mashule. Yaani hapa kupona sasa mpaka miezi yajayo huko ndo nitaanza kufikiria kuhusu kwenda shuleni. Shuleni wakinikataa kwa sababu nimechelewa kuripoti, basi tu naacha kusoma shule, kwani maisha ni shule tu. Sasa wewe unaumwa kweli au ni uzembe tu wa kwenda shuleni? Yaani mama mimi naenda shule tu tokea nizaliwe sijawahi kupumzika kwenda shuleni. Kwanza na vya kwenu mmeapika kwanza na machumvi mengi. Haya, kula chakula uache hiyo chumvi. Alafu Lozi, abe mama. Hebu mfulie nguo zake ili kesho aende shule. He's just lying to us. Hamna mgonjwa hapa. Mimi nguo zake tayari nishazifua pamoja na nguo zangu. Ni dada nalo. Unafuafua tu manguo. Martin, hebu ninyamazia kwa mimi nguo zako nishazifua tayari na kesho unaenda shule. Upo? Ndio maana unadaiwa hela na mama naume yako. Hela? Si yale manaume anaomtongozaga anamtumiaga kiasi cha fedha afu yeye anakataa kwenda nyumbani kwa yenyewe. Hiyo hela ametumiwa wapi? Si kwenye simu. Hivi kumbe hujui kama dada ana simu? Yesu wangu. Lozi una simu? Anayo. Tena ile baada ya kumaliza form 6 hivi akanunuliwa simu na ile James ambayo ni mwanaume lake inaendeshaga maloli lile. Tena na bahati yake tu asubuhi alinipa nikaanza kuangalia TikTok. Dada ungeninyima asubuhi ningekusema kwa limama kama una simu ni kubwa. Mama hebu lione ile simu lake. Nilikubwa hata kuliko la kwako. Jamani Martin. Sasa nini sasa si kweli dada una simu hata kaka mama anajua eti kaka si unajua? Mimi kwenyewe kesi yenu mtajuana wenyewe kabisa. Mimi sijui chochote. Tena ngoja ninune mimi nicheke na la gani. Wewe kujua kutumia simu ya Dalolozi au unajikatarisha tu? Sijawahi na sijui kitu chochote kuhusu hiyo simu. Yaani hapa ni kukataa tu hata kama ni ukweli. Hamna kutia unyonge. Mama hebu angalia kwenye hiyo simu kama hutakuta alikuwa na chati kale ka Fatuma ka Islam kale ka kishua tena kazuri kenyewe keupe pe. Tena hadi kalimwalika kwenye ile sherehe ya Eid kwenda kula kwa nyumbani kwa wenyewe. Sema kale kabinti wewe kaka kanakupendaga ile kaangejua kabisa kama wewe ni mishangazi boy. Au kaangejua kabisa kama umempa mimba yule mtoto wa mwenyekiti. Kasingekuwa hata kanakuhudumia. Wait, what? Nimesikia mimba au nimesikia vibaya? Ni mimba ndio. Tena wewe wausubirie upate kajukuu na wewe sasa hivi uanze kuitwa bibi. So, you kids did exactly the things I told you not to do. Na huu pumbavu mmewaza mara baada ya baba yenu kusafiri. So, nataka kuniambia kwamba you feel free to do any foolish things nikiwa around, si ndio Hivi nyewe watoto mnanichukuliaje mimi? Hatukuchukulii. I'm not talking to you. Kaa kimya kwa masikio yako makubwa kama milango ya kuzimu. Na uandae vitu vyako kesho uende shule, kichogo wewe. Haya tu. Na nyie nyumbu wawili nyie hivi shaka waambiaje nyie? Eti Lozi nishakwambiaje wewe? Ulisema niachane na wanaume afu ukasema nisipokee kitu chochote kutoka kwao. Alafu na wewe ngedele wa kiume kasolo mkia nishakwambiaje? Baada ya kufeli shule uliniambia nitulie na nitafutia kazi afu pia uliniambia niache tabia za Tabia gani hizo nilikwambia? Niache tabia za kimalaya na za kipumbavu lakini sasa mama no excuse. Niliwaambia mkanichukulia poa. Sasa nataka nionyeshe upande wangu wa pili. Sasa basi itakuwa ni unyama zaidi kama mkienda kukutana na mizimu. Kwisha wewe. Kwisha mimi. Kwisha kabisa.